Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Mara kwa mara katika familia zetu tunashikwa na hofu wakati mmoja wetu kati ya familia anapotea. Wakati huu wa mwaka mtakatifu, mwaka wa matumaini, naelekeza matumaini kwa wale ambao wapendwa wao wamepotea, hawajui walimo. Wapendwa wao wamewatafuta kwa muda mrefu na bado hawajui yaliyowapata. Katika Biblia na mfano aliotupa Kristo mwenyewe, ni mfano ambao sisi sote tunaujua, mtoto mpotevu. Tunasoma na tungelipenda kusoma tu hapa mwanzoni kwa sababu labda kuna mahala ambapo hatutafakari ya kutosha. Ni Luka sura ya 15 kutoka mstari wa 11. Yesu akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inaoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, kasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali yake huko kwa maisha ya ushirati. Naye baba baadaye tunasikia kwamba alikuwa akimngoja, alikuwa akimwangalia kama atarudi. Wakristo wapendwa wa Kenya na watu wa nia njema, huyu mtoto aliyepotea, hatuelezi jinsi familia ilivyoteseka, ilivyokuwa na uchungu. Ilikuwa na matumaini kwamba huyo mtoto aliyepotea, aliyetoka, alienda zake, atarudi. Tunajua maelezo ya mfano huu wa Biblia ni kwamba baba yake kila siku alitokezea, akiangalia kule mbali, akingojea, akitegemea kwamba labda siku moja atatokezea amwone mwanaye akirudi. Kunazo familia nyingi ambazo hata sasa wanaangalia, wanangoja, wanaomba. Mwaka wa matumaini, mwaka wa kuelekea kwa Bwana, tukiombea wale waliopotea, wale wapendwa wetu, wale hawajarudi, wale hatujui walimo. Kuna wale kati yetu familia, kwa sababu ya magonjwa ya akili, ya kiakili, kwa kupoteza fahamu ama akili, uwezo wa akili, walitoka nyumbani na walipotoka wakapotea kabisa, na yakatokea labda wengine wao waligongwa na gari, wengine wao walipata ajali fulani, ama walipotea wakawa mtu mwingine, katekwa nyara, kapelekwa mahali, na hata sasa hatujui. Kwa familia hizi ambazo zipo bado na hofu, tunatangaza matumaini kwamba Kristo atawafariji, kwamba kwa imani yetu tutamuombea yule ndugu na dada aliyepotea, na bila wasiwasi tulete hizo uchungu, maombi, kadhalika hata nia ya kuonana na huyo jamaa wetu, ndugu yetu, dada yetu, kwa Mwenyezi Mungu atutulize, atupe matumaini, hata kama tutamuona huku, tutamuona baadaye mbinguni. Kuna wale ambao wana uchungu zaidi kwa sababu
hao wanaye si kupotea, ila walitekwa nyara. Wengine hatujui walimo sasa. Ndio tunalia sana tukiomba Mungu Mwenyezi kwa nguvu zake aweze kuwatokezea, aweze kuguza wale ambao wamewashika, waweze na hata hawa vijana juzi ambao wametekwa nyara wakaweza kurudishwa manyumbani mwao. Hilo ni ombi, na tuna matumaini kwamba yatatukia. Papo hapo tunaona sio tu yule aliyepotea, sio yule tu aliyepotea kwa sababu kwa akili ama kadhalika akaondoka asipojua. Kuna wale ambao wametoka nyumbani, wakaondoka, wakasema hawataki kuhusiana na familia hiyo kwa yale waliokoseana katika familia. Na familia hawajui pale walimo. Walikasirika, waligombana, alitoka nje kwa hasira na kaenda zake, na hatujui pale alimo. Leo ningetaka kuomba wale ambao walipotea wakaondoka kutoka kwa familia zao kwamba kuna matumaini ya msamaha, na waomba rudini manyumbani. Endeni mkaombe radhi. Endeni mkashikanishwe tena na familia. Usibebe mizigo ambayo ni mizito ya kuhofia roho yako, ya kukosea nguvu ya kuendelea katika maisha kwa sababu bado unawabeba. Njooni kwangu nyinyi mlio na mzigo, nami nitawapa pumziko. Nami nitawasaidia, nitawafariji. Wale wote ambao walipotea kutoka makwao, turudi kwa baba, turudi kwa mama, msikizane. Nyinyi mlio wafukuza kwa sababu walifanya jambo baya, waalikeni, waambie pole, wewe ni wetu bado, damu yetu, ndugu yetu, dada yetu, baba yetu. Hata ingawa ulikosa, rudi, tunakulaki. Wakati wa mwaka mtakatifu ishowe. Tunajua kuna wale katika Shakahola, katika mto Ayala, katika mahali vingine ambapo kuna hizi mavutio ya makanisa isiyojua ni wapi, ambapo wenzetu wengi wamekufa, wamenanganywa, wakafika kule na mwishowe wakapoteza maisha. Familia bado zinahofia, hazijui yaliyowatukia wale jamaa wao walioingia katika hizi vikundi. Tunajua bado hatujui suluhu ama yaliyotokea ni aje kulitokezea huko Shakahola, ni aje kulitokea kule Yala, ni aje kulitokea kule Kwale. Vile tunajua ni kwamba walikufa, walifariki wenzetu na hakuna maelezo. Ndio inahofia familia. Kuna wale tena akina mama wameuawa, wakawawa na njia tusizojua, na ni watoto wetu wa familia zetu. Na hizo familia zina uzito, zinahofia kwamba haitajulikana kamwe sababu ya kifo cha wanae. Leo tunawaletea matumaini nyinyi ambao mna majonzi ya kupoteza hawa wapendwa wenyu. Mungu Mwenyezi anawajalia, anajua unayopitia. Tuomba kwamba awape fariji, awape amani ya roho, afungulie njia ili mkaweza kupata hata roho zetu kutulia, kwa sababu ni vigumu sana kumpoteza mpendwa. Lakini tena maisha haya yote ni ya Mungu. Matumaini yetu ni kwamba sala zetu zitafikia Mwenyezi Mungu na zitatoa ukweli ya haya mambo yote popote yalimo, kwa sababu uovu hauwezi fichika wakati wote. Mwishowe
Mungu ataweza kutuelekeza jinsi haya maneno yasitokee tena. Isitokee tena katika jamii zetu na nchi yetu. Ewe Mungu Mwenyezi unayetulinda, angalia watoto wao wanaohofia, wanao na uchungu. Wape ufariji, wape maendeleo ya maisha, na wape matumaini. Sio tu kwamba hawa wapendwa wamepumzika katika kwako mbinguni, ila matarajio kwamba hayatutukia tena, huo uchungu ukaweza kuisha. Mungu wabariki, wafariji hawa wote walio na uchungu na dhiki. Kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina.